I'm excited. Okay. Yeah. Sawa. Na ndoa labda lini pengine, kwa sababu leo umemzadia zawadi nzuri kabisa ambayo pia labda nyingine inaweza kuwa ni siku nzuri kwake. What? A wedding? Next year. Next year. Yes, inshallah. Hivi harusi huwa na plani mwanaume mwanamke? Vitu vimebadilika sana lakini. Vitu vimebadilika sana. Kila kitu kinaendeshwa na upendo na moyo. Kwa hiyo kwenye mambo ya kupanga kunini ni nyinyi wenyewe tu mtakavyojiwekea hapo. Na nani atakuwa anaamua muda huu, nani muda huu ataamua. Muda huu mimi naweza nikakutupia wewe kitu hata kama sio muda wako wa kuamua. Kwa hiyo siaminigi kwamba kwenye mapenzi kuna vitu huyu anapanga huyu anapanga huyu, hapana. Sawa, Duli, hamna muda mrefu sana na mpenzi wako na ni muda mchache sana, lakini pia umekuwa ni mtu ambaye pia unamwamini na unampa zawadi nyingi na nini. Tunaona mahusiano ya mastaa wengi labda wakati mwingine wakiingia kwenye mahusiano yanavunjika at the end of the day na nini, lakini wewe umekuwa na imani ya muda mchache, labda pengine kwa nini imekuwa hivi? Kwa muda mdogo ambaye nilikaa naye ama nimekaa naye, nilimsoma ni mwanamke ambaye kwanza ana mapenzi ya kweli, pili ni mwanamke ambaye hababaiki na vitu vidogo. Hababaiki na vitu vidogo. Unajua ukiangalia, sitolei mifano mibaya, ukiangalia wasichana wengi ni wasichana ambao wanafata mkumbo. Yaani huyu akiwa nacho na yeye yani atafight awe nacho. Lakini ilivyokuja kwa bibie ipo tofauti sana. Nitakwambia. Tunaweza tukakaa hata na watu ambao labda wanawake ambao yani wana mawigi, wana makeup, wana labda masimu makali nini, lakini haikuwahi hata kutokea hata siku moja kunambia nataka hichi, nataka sasa hivi uniambie hichi, nataka. Yeye anani insist kwenye biashara tu. Na ndo nakwambia Jumatatu anaenda kuanza biashara yake pia ya mafuta ya nywele. Nadhani tutawapostia. Kwa hiyo ni mtu ambaye nimemwona ana focus, unajua haangalii luxury, anaangalia future. So mwanamke ambaye mimi sikuwahi kufanya biashara. Sikuwahi kufikiria hata siku moja kuwa na biashara. Sometimes labda naweza nikakosa deals miezi mitatu minne nikawa na stress. Bana, hela sina inakuaje? Means kumbe ningekuwa na biashara, hela yangu ingekuwa inazunguka hapo hapo. Lakini nimepata mwanamke ambaye ananiambia bei, unajua inabidi tufanye 1 2 3 4 5 6 7. Kwa hiyo unamwona huyu ana akili. Sijui umenielewa. So ni mwanamke ambaye anajitambua. All I can say that. Yeah. Sawa, ilikuwa ni dream car yake au umemsurprise tu? Hata kuendesha hawezi. That's what dream car. Okay, first of all, I can't drive. You can drive? Yeah. Okay, lakini ni dream car. Sort of. Kwa sababu unajua vipi, sio kitu ambacho yeye mwenyewe alikuwa anakitarajia. Yaani hata hapa anaweza kaniambia babe, kwa nini sasa umenichukulia gari? Si bora hii tungeenda kuweka huko kwenye gari, ushakutana na mwanamke wa hivyo. Bora hii tungeenda kuongezea huku tukafanya hichi, hata kiwanja chetu kule Gamboni tukamalizia 1 2 3. Kwa hiyo yani ni mtu hivyo yani. Nilimnunulia pete ya gharama sana. It's a Tanzanite na silver. Ni gharama ya kiasi gani? Ilikuwa ni kama milioni 5. Na ni kidogo tu, ila ile Tanzanite ya ile no, it was a promise ring. Okay. Kile ina silver alafu hapa juu ina kile kitanzanite. Sijui umeelewa. Wakati namvalisha tulipost video, lakini watu wakasema mbona mwanamke mwenyewe amevalishwa hata yupo excited sijui na nini. Sio mwanamke ambaye luxury kaiweka mbele. Sijui umeelewa. Yaani sio mwanamke ambaye akiona kitu yani sijui umeelewa, kwa sababu yeye akili yake, focus yake sio kwenye vitu hivi mimi naweza nikasema yeye anavichukulia vya kawaida. Yeye focus yake ni kwamba mimi na mwanaume wangu tufike mbali kimafanikio, kiuchumi zaidi, so that's it. Kwa hiyo watu wasishangae hata yani kuwa hii sio dream car yake au either ni dream car yake, lakini naamini amefurahi kwa sababu mimi ndo nilompa.
So yeah. Okay. Sawa, Dulvani wewe ni mmoja kati ya mastaa ambao pia unapigwa vita sana kwenye mitandao. Na by the way tunaonaga zile comments nini watu wanakutukana, wengine wanasema Dulvani sio nini namna gani. I think yupo kwenye mitandao. Anakutana na hii situation labda pengine na unamtengenezea mazingira gani ya kuhandle hii situation pia? Sijui babe, unaweza kujibu hiyo? What was the question? Okay, sawa. Dulvani ni mmoja kati ya mastaa ambao pia anapigwa vita sana kwenye mitandao, mashabiki, lakini pia baadhi ya mastaa wenzake. Kuna zile moments labda uhusika wake anapokuwa anaigiza na nini. I think upo kwenye mitandao na unasoma baadhi ya comments na nini. Wewe unakutana nazo hizi na unahandle vipi situation kupitia mpenzi wako? Kusema ukweli like sifuatiliagi. Japokuwa naona comments, naona kila kitu, lakini kwa sababu sio kweli, mimi ndo naishi naye, I know him. Kwa hiyo I know him in and out. Kwa hiyo hazinisumbui. Okay. Unapenda anachokifanya? Yeah, as long as he's happy, I'm good. Okay. Ukikutana na zile comments labda kwenye mitandao, labda let's say amevaa uhusika wa kike na watu wanaanza kumtukana na nini na zile uoga, unaichukuliaje? Unazungumza naye vipi? Kwa sababu una imani yeye ameshazoea. Alafu sijawahi hata kuongea naye kuhusu mambo hayo because najua kama he's good with it, basi me I'm fine. Okay. Yeah, hivyo. Umepata mwanamke ambaye mwenye roho ya kipekee sana. Mzungu huyo. Bibi yake German baby au Italiano. Kwa hiyo ana roho, ile roho ya kizungu anayo. So acha nifanye kila kitu kwa ajili yake kwa sababu ananipa